Mvutano mkubwa umeibuka katika jamii ya Wazanaki kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ni kusimikwa kwa kiongozi wa kimila Omwami kinyume na mila na desturi za kabila hilo, hatua iliyozua hofu ya kuvunjika kwa mshikamano wa kijamii. Kiongozi wa mila na desturi za Wazanaki eneo la Buswege, Omwami Wazila Marwa, ameibuka hadharani na kulaani vikali tukio hilo, akisisitiza kuwa utaratibu wa kumpata Omwami ni wa kurithi kutoka kwa mtangulizi na si kwa maamuzi ya ghafla ama njama za kifamilia. Akizungumza na waandishi wa habari nyumbani kwake, amesema yeye alirithi nafasi hiyo kutoka kwa baba yake mzazi marehemu Edward Marwa Ihunyo aliyefariki mwaka 2014, na kwamba utaratibu huo ndio unaotambulika rasmi katika mila za Kizanaki katika eneo la Buswege. Kwamba mimi ninaitwa Omwami, na nilivyoona juzi yule bwana alijitambulisha kama naye pia ndiyo Omwami na kawekamo na mambo ya uchifu hayo. Sasa kwa taratibu za mila na desturi zetu za Kizanaki, Omwami anapatikana kwa utaratibu wa kurithi, kama ilivyo tamaduni za zingine tunavyoziona za kifarume. Ndivyo anavyopatikana, kwamba aliyekuwepo kadri anavyoongoza na anaelekea katika uzee wake na pengine kifo, huwa anajua taratibu na mila na desturi zetu sisi ni katika familia yake. Anapokuwa hai anaangalia ni yupi anastahili kushika nafasi yake baada ya kuwa yameondoka, na hilo ndilo lifanyika na ndilo linalofanyika siku zote katika mila na desturi zetu za Kizanaki. Baada ya mzee kufariki, ambaye ni babangu mzazi Omwami Marwa Ihunyo, akawa tayari ameandaa msimamizi wake au atakayesimamia mji huu ambaye ni mimi, kwa kuandika urithi pamoja na usia wake, kwamba atakapofariki nani anastahili kukaa na kushika hicho kiti cha enzi. Na tukio hilo lilifanyika mara tu baada ya kuwa mzee amefariki na kuzikwa. Na mzee alizikwa katika taratibu za mila na desturi za Kizanaki. Alizikwa kama Omwami na taratibu zote za Kizanaki zilifanyika. Na katika tukio hilo walihusika watu wengi, jamii kubwa ilihusika ya Wazanaki na watu wengine. Viongozi mbalimbali wa mila na desturi za Kizanaki, mila na desturi walikuwepo, viongozi wa kisiasa walikuwepo, viongozi wa serikali pia walikuwepo. Kwa hiyo baada ya tukio hilo, kilichofuata sasa, Wazanaki walitaka kumjua ni nani atasimamia mambo yao ya mila na desturi za Kizanaki kutoka kwenye mji huu. Ndipo hapo sasa waliokuwa wamehusika kuandaa usia ule kisiri na mzee wetu walijitokeza na kutoa usia ambao ulinitaja moja kwa moja mimi Mazira Marwa Ihunyo kuwa ambaye sasa ndio nitakuwa msimamizi na mrisi wa mji wa Omwami hapa Nyabikeri. Wazanaki wasigawanywe na wala wasikubaliane na mtu mwenye tamaa ya kutaka mambo ambayo anajua yeye mwenyewe akavuka misingi ya mila na desturi zetu. Hiyo kwanza itatupotezea heshima na pia itagawanya jamii, jambo ambalo sio zuri. Niombe serikali, sisi jamii pamoja na kuwa tuna mila na nini, msimamizi wetu mkuu ni serikali. Sasa kinachotokea sasa hivi kinaweza kuleta uvunjifu wa amani ndani ya jamii. Sasa serikali tunaomba, kwa kuwa inatambua, kwa sababu yule bwana alieleza vitu fulani ambavyo mimi vilinishangaza. Alieleza kwamba sasa mila na desturi hazikuwepo. Sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amerudisha, ametoa nafasi hiyo. Alipotoa nafasi hiyo sasa Wazanaki wakamchagua yeye. Mimi nilihisi hakuelewa vizuri rais anachomaanisha. Rais anaelewa kwamba mila na desturi zipo, isipokuwa anataka kuzipa nafasi za kuzishirikisha zaidi katika kujenga maadili ya Mtanzania. Hakutoa kauli hiyo kuleta mkanganyiko kwenye jamii, kwamba sasa watu waanze kujitawala, watu waweze kujiweka kwenye uongozi kwa jinsi wanavyojua. Kwa hiyo sisi, ninachokiomba serikali itambue kwamba sisi Wazanaki
tuna taratibu zetu za kumpata kiongozi, sio zile zilizofanyika pale. Kwa hiyo tunaomba itupe nguvu ya kusimama ili kufuata misingi hiyo ambayo tunaielewa kwamba ndio inastahili kujenga mila na kusimamia mila zetu za Kizanaki. Kauli nilionayo, kwanza nimpongeze kutambua mchango wa viongozi wa mila na desturi za Kizanaki. Kauli nilionayo sasa kwamba kwa kuwa ameona, amepata hayo maono, hebu ahakikishe sasa sisi viongozi tuliopo huku chini kwenye mila na desturi tunalindwa na tunapewa nguvu zaidi za kusimamia maadili. Naamini sisi watu wa mila tuna uwezo wa kusimamia maadili kuliko hata serikali. Maana serikali mara nyingi inaweza kutumia, inategemea nguvu zaidi za kimamlaka. Lakini sisi ukirudi kwenye mila, kwenye ruti huku, mtu anazaliwa akijua kwamba nikifanya hivi tu ile kitu iko kwenye akili nitakuwa nimeharibu. Kwa hiyo inaonekana sasa mtu atakuwa akiwa anajua mipaka. Jambo hilo linafanya maadili yaendelee kuwepo. Sasa kama sisi ndo tunawezesha kufanya hilo, basi tulindwe na tupewe nguvu. Sasa kama hili tukio la juzi linaanza kutuharibia, linatufanya sasa tuanze kusema sasa tutafanyaje? Kwa sababu mamlaka yapo, lakini mtu mmoja au wawili kwa matakwa yao wanakuja kuchanganya. Hiyo inaharibu. Sasa ikiharibu hiyo tayari hata imemharibia malengo rais. Ndio kauli yangu kwamba sasa ajue kwamba huku chini tupo na sio kwa tawala hizi zinaundwa sasa hivi. Hizi zilikuwepo. Alichokirudisha rais ni kuzipa nguvu ziweze kushiriki kusaidia kujenga nchi yetu. Kwa hiyo kama ameliona hilo sasa, basi na sisi tuhakikishe huku chini tuna nguvu hizo. Tukitamka jambo basi lifanyiwe kazi. Kutokana na hali hiyo, ameiomba serikali iingilie kati haraka iwezekanavyo ili kudhibiti mgogoro huo na kuwachukulia hatua wote waliohusika na mchakato huo unaodaiwa kukiuka mila hizo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti tofauti, baadhi ya wakazi wa Butiama wameonyesha wasiwasi wao juu ya tukio hilo, akiwemo Yohana Wandiba, mkazi wa kijiji cha Buswege. Amesema jamii ya Wazanaki nafahamu vyema taratibu za kumpata omwami, hivyo kilichofanyika ni kinyume kabisa na utamaduni wao. Nalisema hili ili Wazanaki walioko nje ya nchi na ndani ya nchi na Zanaki hapa na hata dunia itambue Wazanaki tumechukia. Akatangazwa huyu bwana, miaka imeenda, akajitangaza mtu mmoja, yeye ndiye chifu wa Zanaki. Si kwamba tunazungumza hivyo, tunazungumza kwa kuizungumzia mila na desturi ya Wazanaki. Mimi ndiye huyo ametawazwa kuwa chifu wa Wazanaki. Nyinyi ni mashahidi, vilileta taharuki kwenye ukanda wa Wazanaki ndani na nje ya nchi. Tukakaa tukalisikilizia likapita. Lakini bahati nzuri Wazanaki hao hatukuishia hapo. Tuna wazee, tukaitana kwa mzee Butiku, wazee wengi tu Wazanaki. Tukaenda pale kwa mzee Butiku tukazungumza. Huyu mtu sasa anayejitawaza kwamba yeye ndiyo mwami wa boma hili la Wazanaki, wakamwambia uje na watu wako, wazee ambao wanajua yeye ndiye kiongozi. Wakaja wazee wanaomfuata mgongoni hao watatu. Sisi tunaojua tumeachiwa na mzee Omwami Marwa, nadhani tulikuwa zaidi ya watu 40 kwa mzee Butiku, 69 kwa mzee Butiku. Tukayazungumza mbele ya mzee Butiku tukiwa na chifu Jafet Wanzagi, chifu wa Zanaki, tukalimaliza. Na ndiyo siku ambayo chifu wa Zanaki Jafet alitangaza kulisimamisha baraza la Nyamutenga ili lipangwe kwa utaratibu. Maana lile baraza lilikuwa limekuwa baraza la kihuni, sio la Wazanaki. Kwa upande wake, Hamisi Nyamsindika kutoka kijiji cha Kisamwene, kata ya Butuguri, amesema taratibu za kimila zimekuwa zikifanyika katika makazi ya kichifu tangu enzi za mababu, na kubadilishwa kwake ghafla ni dharau kwa historia na misingi ya jamii hiyo. Za Kizanaki. Wewe umekuaje Mzanaki wakwenda kuchonganisha Wazanaki Nyamutenga? Basi tukalizungumza pale, Chifu Jafeti akatoa kauli,
mzee Butiku akatoa kauli, baraza la Nyamutenga likasimamishwa mpaka pale utaratibu utakapofanyika. Lakini ngoja nimalize pale kwamba Japhet chief akasema yeye ni chief, lakini mtu anayesimamia mila na desturi za Wazanaki ni omwami. Wanashirikiana, watafanya utaratibu wa kuunda nini? Baraza. Sasa kilichotusikitisha, kabla ya baraza wanajitokeza watu wanajitangaza. Wazanaki tumesikitika na kitendo hiki, tunakilani sana popote pale kwenye vyombo vya dola, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, viongozi wa serikali, tunaomba watusaidie kitendo hiki. Wazanaki tunakilani sana. Mimi nimeongea na omwami nikamwambia naomba uonane na Chief Japhet. Bahati mbaya omwami akanambia Chief Japhet hayupo mpaka atakaporudi. Lakini hili tunalilani na tunaomba tusikike popote pale, hata duniani huko, ili serikali kwa kuwa ndio inayosimamia utaratibu na Wazanaki tupo. Huyu bwana anayejitangaza omwami, ikiwezekana hata achukuliwe hatua za kisheria, ni uvunjifu wa amani. Na hili linaleta omwami pale amesema taharuki. Hili waandishi wa habari linaleta hata vita. Chifu wa Wazanaki anatokea Butiama, chifu mwingine anajitangaza Busegu. Wanaturudisha huko kwenye miaka ya 58. Nini wanachotutafutia Wazanaki? Ndugu zangu waandishi wa habari, hili limechanganya vichwa vya watu tunaojua mila na desturi za Wazanaki. Kwa upande wake, Hamisi Nyamsindika kutoka kijiji cha Kisamwene, kata ya Butuguri, amesema taratibu za kimila zimekuwa zikifanyika katika makazi ya kichifu tangu enzi za mababu, na kubadilishwa kwake ghafla ni dharau kwa historia na misingi ya jamii hiyo. Wakati mzee Marwa Ihunyu anafariki, mimi nilikuwepo hapa, nilishiriki kwenye mazishi haya. Wazanaki walikuwepo, watu mbalimbali walishiriki hapa, walikuwepo. Sasa kilichofanyika hiki cha juzi, kwamba wanaenda kuapisha chifu wa Wazanaki, unajua mimi nilisikitika sana. Na bahati nzuri wakati nikiwa senta pale, nikaona mtu mmoja anapita, nikaona na fimbo ya Kizanaki, nikamuuliza unaenda wapi? Hivi huna habari na mwaliko? Mwaliko gani? Tunakwenda kuapisha chifu wa Wazanaki. Kaambia kuna chifu wangapi? Tuna chifu wetu huko. Nikamwambia wewe, Chifu Japhet kwani ameshakufa lini? Sasa kuna mageuzi hayo, na hata kama mtu akifa huwa kuna taratibu. Marwa Ihunyu alivyokufa, mrithi wake si anajulikana, ni Mwalimu Mazira. Sasa hivi Japhet ameshakufa, hebu ngoja nipige simu Butiama nikaulize. Akasema sisi bwana tumealikwa tu kwenda kumwapisha Marwa, lakini mambo haya ni ya kisiasa. Unajua ule mji una baraka. Kuna mwanasiasa mmoja anasema aliferi kwa sababu hakupata pale baraka. Sasa ametutumia fungu, tunakwenda pale kwa ajili ya kufanya hivyo. Nikamwambia sasa mnaenda kuapisha wapi? Maana mtu mpaka aapishiwe pale. Sisi tutajua mbele kwa mbele. Kwa hiyo kitendo hiki kilichofanyika majuzi ni kitendo kibaya sana. Kwa ujumla kitendo hiki kinalaaniwa na watu wote wasiokuwa Wazanaki na Wazanaki, lakini hasa watu Wazanaki wa mila na desturi. Kwanza ni aibu kwa chimbuko la baba hayati baba wa taifa. Kabla alikuwa kiongozi, alikuwa pamoja na urais wake, alikuwa anaabudu hapa. Iweje leo sehemu hii iwe sasa ni ya mtu tu? Analipuka tu anasema mimi ndio fulani. Anadhararisha hata wale viongozi waliotangulia mbele zake. Kwa hivyo mtu huyu aliyefanya kitendo hiki, ninashauri serikali, kwa sababu mila zote ziko chini ya serikali. Cha kwanza, mtu huyo anastahili akamatwe,
ahojiwe, ikibidi sheria ifate mkondo wake. Huwezi kuleta mapinduzi, nadhani mnasikia nchi zozote hapa duniani, kwa watu kama hao wanasababisha watu wanaishi kwa shida. Naye Amos Kangoro Imenyi, mkazi wa Buswege, amekumbusha kuwa mgogoro kama huo uliwahi kutokea hapo awali na kutatuliwa kwa ushirikiano wa wazee wa mila, ambapo ilikubaliwa kuwa Mazila Marwa ndiye omwami halali, ambaye anajihusisha na masuala ya kimataifa ya usuluhishi na ambaye kufanya kazi na mwalimu miaka mingi tu pale Ikulu akiwa msaidizi wake. Lakini wazee baada ya kuona hii changamoto walimtumia ili wakutanisha pande zote tatu. Aliwakutanisha huyo ndugu Ihunyo, wakaenda na watu hao wakaongea naye. Baadaye akamuita huyu mwami, naye akaenda wakaongea. Baadaye akamuita mwami pamoja na Chifu Jafet kwa nyakati tofauti, na akaongea masuala yao kwa kila pande zao zote akiwasikiliza. Dakika ya mwisho hitimisho akaita nchi 8 zile za uyani wa Zanaki wa nchi 8 wote, ili kutoa sasa maamuzi yale majumuisho ya mwami wa hapa na huyo kaka yake pamoja na kikao cha Chifu Jafet na mwami Mazira. Tulikuwepo wote wazee wa nchi 8. Yakaongelea mambo mengi sana, na kile kikao kiliendeshwa vizuri sana kwa amani. Watu tukakubaliana kwa pamoja, na nadhani mistasari iliandikwa na nadhani hata picha zilirushwa. Na hapo wakasema kwamba huu mji mwami ndio atakuwa mtawala wa huu mji, yani mila na desturi za nini za Kizanaki. Chifu Jafet atakuwa ndio mtawala, yani chifu wa Wazanaki nchi 8. Wakakubaliana kabisa, mambo yakawa yameisha. Na hapo mwaka 98 hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuja hapo na ndugu Jafet, wakatoa historia ya kwao toko, wameanzia kina Chifu Nyerere, Chifu nani, historia watu wote ni ndugu na walikuwa ni marafiki. Kitu ambacho kama viongozi wa kimataifa wameliona na tumepata mwafaka, lakini bado linajirudia, hatimaye italeta nini ugomvi ambao uliwahi kutokea, lakini vitu hivi vishafanyika na vikaisha, lakini bado wanazidi kuvifufua. Kwa mimi ninachoshauri kwamba serikali pale watu wanapokuwa wamepata mwafaka, serikali ichukulie utaratibu wa kulinda ule mwafaka. Manake inapochukulia ule mwafaka baadaye unaonekana kama haukufaa wakati umeshirikisha viongozi wa kimataifa, unakuta sasa tuelewe kama sasa ambao sio wasomi, kumbe serikali hada haipo, kumbe ipo.